fungu la kwanza Ibrania 12 mstari wa 2, tusomewe. Ibrania nasema Waibrania 12 fungu la 2, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Asante. Kitabu cha Hesabu, Numbers, Hesabu ni 9 mstari wake wa 16. Hesabu ni 9 mstari wa 16. Hesabu 9 fungu la 19, 16 fungu la 16. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Asante sana. Imeisha. Bwana asifiwe. The eyes. The what? Macho ni nini? Macho ni nini? Ya kuona. Kuona nini? Vitu ni nyingi ya kuangalia dunia, si ni kweli? Vitu ni nyingi ya kuangalia katika dunia. And by the way, eyes is the avenue to our brains. Macho ni njia ya kufikishia ubongo wetu ujumbe, si ni kweli? Maana macho ajui ile ni ngari, lakini yakaangalia yatajua kwamba uliona ukaambiwa ni gani, ukaweka kwa mawazo. Hata mtu, jina la mtu unapokutana yeye utamuona, ukimuona macho atapelekea akili kwambie ni fulani. Tuko pamoja? Hata ukiangalia kitu chochote, hata kusoma hii kitu, masomo imewekwa kama kwa mawazo, lakini macho kiangalia inaambia nini? Kwa hivyo macho is an avenue. Is a what? Avenue ya kuweza kupea akili information, ama kupatia akili mambo fulani. Ni katika macho unaona hatari. Sipi kitokea pale, macho itafanya nini? Itaona. Iambie akili ile ni nini? Akili iambie mwili kimbi. Miguu inafanya nini? Itakimbia. Ni macho ambayo unapata mvua inakuja, unasema hiyo mvua itaninyeshea. Akili inajua kwamba mwili utaloa maji. Ndio. Kwa hivyo macho ni kama is the informer of the brain to act, ili akili yako ifanye kitu fulani. Na no wonder msenjiuliza kwa nini watu tunafunga macho tunapoomba. Na by the way, usiku kwa giza, stima imepotea. Stima imefanya nini? Imepotea kwa nyumba. Siligiza totoro. Na mko pale kwa familia mbili, mlikuwa na familia hapo. Unawaambia tufunge macho tuombe ama tuombeni. Na ni giza, hakuna mtu anaona mwingine. Number 2. Nikwambia kitu kingine. Saa hii nikwambie, simama uombe ukiwa umefungua macho. Tujaribu hapa. Wana hata fulu ya maombi itaenda. Haitafanya nini? Itaenda. Kwa sababu umefungua nini? Macho. Kwa hivyo tumendanganya akili yetu wakati umefungua macho, you are not concentrating to the prayer. Mpaka ufunge macho, utoe distractions. Na uambia macho yako sasa hakuna distraction, hakuna naona akili yangu focusing kwa Mungu na kwa maombi. Kwa hivyo ndio unakuta ya kwamba maana imekuwa is like a culture, is like a kitu ambacho tumeandapt. Hata kwa giza utafunga nini? Macho. Hata unapoamka saa 9 usiku unapoomba, si kwani unafungana macho? Kwani unaona nini? Kwa sababu there is a mentality ambayo tumeingiza katika maisha ya kwamba macho
sometimes can distract the mind. Maana macho ndio inasaidia akili kujua na kuelewa mambo mengine. Now, Biblia inasema kwamba looking unto Jesus. Umwangalia Kristo. Inamaanisha ya kwamba kuna vitu nyingi sana ya kuangalia katika ulimwengu huu. Unaposema muangalia Yesu, si kama vile ambavyo our brothers and sisters wako na ile kitu wanaweka hapo na nyingine wanaweka hapa. Unaona sanamu wapi? Spiritual eyes. Macho ya kiroho unayakaza kwa nani? Kwa Yesu. Unapofunga macho hivi unafikiria, unajua kwamba kuna Mungu mahali. Unajua kuna Yesu mahali. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba you focus, you fix your eyes. Kwa sababu kuna so many distractions in this earth. Kuna vitu nyingi ambazo zinatudistract katika hii dunia. Shida inaweza kutokea, yes. Hata familia, yes. Hata elimu, yes. Kuna vitu nyingi sana ambazo tunaweza kusema katika hii dunia. Kwa mfano, watu ambao tuseme ya kwamba ni mkulima, naweza focus ya kwamba maisha yake iko katika ukulima. Mtu ambaye anafanya biashara, naweza focus kwa macho yako kwa biashara, nasema ya kwamba kama si biashara yangu ningekuwa nimekufa. Kuna watu hawana biashara. Tunaweza kusema kwamba kama si mvua tungefanya nini? Kuna mahali ambapo hata wataki mvua, maana ikienda kwa ni hasara. Na wanaishi. Where do we fix our eyes? Wana wa Israeli walipokuwa natoka katika nchi ya Misri kuelekea katika nchi ya Kanaani, walitembea jangwani, si mwaka mmoja wala mbili, 40 years in the wilderness. Ile jangwa leo hii tunapozungumza in that wilderness, kuna mahali pia barabara walipita leo hii wakati wa jua inatumwa serikali, polisi, watu wasipitie hapo maana watakufa kwa sababu ya joto. Iko over 45 degrees Celsius, iko juu zaidi. Ukipita hapo unakufa. Usuffocate and die. Na unaona vile ambavyo kulivyo na joto during the day, at night inakuwa opposite, ni baridi. Haiko umesikia huko kunakuwa na ice, kunakuwa na joto nini, iko namna hiyo. Usiku baridi kali, mchana jua walikuwa pale jangwani wakitembea miaka 40. Mungu akama watu hatavumilia, acha nije kwao kuwaongoza. Na ili niweze kuwaongoza napaswa kuwa kati yao, ili kila mmoja ataka niangalia, asiye akaangamia, asiye akajuta, asiye akagojeka, bali atembee katika nuru ya Mungu. Bwana asifiwe. Unaposoma katika kitabu cha Namba sinasema ya kwamba mchana during the day Mungu alikuwa kama wingu akiwafunikia jua kali ya jangwani kila mahali anapotembea, ili na si jangwa yote. Bwana asifiwe. Si jangwa yote, ni mahali ambapo wana wa Israeli walikuwa wanapita. Mungu kwao alikuwa nini? Wingu likiwafunika. Kwa hivyo wao walikuwa wanatembea na wingu. Mungu akawa ndani ya nini? Ya wingu. Wingu ilikuwa Mungu, ni Mungu alikuwa ndani ya wingu akiweza kuwalinda wale wana wa Israeli. Inasema ya kwamba na usiku hakuwa na stima, usiku hakuwa na sola, usiku hakuwa na generator, usiku hakuwa na chombo chochote ambacho kingewapea nuru. Inasema ya kwamba Mungu was like a fire. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa kama mwenge akiwaongoza ile jangwani. Hii ni kumaanisha ya kwamba wao hakuna wakati walikuwa na giza. Haimaanishi kukuwa na giza kwingine, giza lilikuwepo. Lakini katika kundi la wana wa Israeli, kila mmoja alikuwa naona mwenge wa Mungu ukimuongoza. Alikuwa naona ambao ulikuwa kama nuru
ukiwaongoza. Inasema ya kwamba wao mchana walitegemea mwenge ambao ulikuwa unaongoza katika safari yao. Katika safari yetu ya Ukristo siku ya leo, we in the same wilderness, tukatika hiyo jangwa. Kuna wakati tunakuwa na joto kali na wakati mwingine tunakuwa katika giza totoro. Nani anayekufunikia mchana? Kama leo asubuhi, let me say this, it's a testimony also to say. Leo asubuhi, kwa ndio wanaamka 5. Niliamka 5. Nilipoamka 5, nikasoma nikafanya. Lakini nikasikia moyoni mwangu moyo ni mzito. Kuna kitu ambacho sielewi. Hapo nikapiga magoti nikaomba. Nilipomaliza kuomba, nikaendelea kusoma na kujiandaa hapo. Kaka tena after that 40 minutes nasikia kitu ni increase, nikauliza what is happening? Kwa mwanzo wangu nikasema leo ni siku ya Sabato. Kuna mahali shetani anataka kutenda mambo ambayo hayafai. Nikarudi tena mahali pale nilipiga magoti, nikaomba tena. Nikaombea washiriki, nikaombea wazee, nikaombea wachungaji na wahubiri ambao wanaenda kuhubiri. Nikaombea vitu vingine. Nilipomaliza kuomba, at least sasa nikasikia at least kuna ule mzigo ulikuwa kwangu umefanya nini? Maisha. Nikaendelea kujiandaa. Kitu karibu saa jua Mungu ameniokoa. Ni nini? Nilipokuwa napeleka gari, sijui ni usingizi, sijui ni nini, nilijipata kwa mtaro. Nilijipata gari limekia kwa mtaro. Watu wa pikipiki wameona wamesimama, watu kando wamesimama wanaangalia gari inaenda wapi. Nikaingia kwa mtaro. Naambia umeumia? Hapana. Wale mkanao umeumia? Hapana. Kuna mtu ameumia njiani? Hapana. Ananiambia tayari ufanye nini? Jaumia. Na nimetoka hata hakuna mtu akuja kusukuma. Naambia Mungu akusaidie. Enenda, wanaenda kuhubiri, Mungu atakuonekana. Kwa nini nasema hivi? Wakati mwingine usipotegemea Mungu, hatujui ya kesho. Ni Christian journey hii safari tuko naye. Yesu ni nani kwako? During the day, Yesu anakuwa kivuli ya kufunika na mambo ambayo tunayopitia. Hao wakati wa usiku, je, Yesu ni mwenge kwako? Macho yako unaangalia wapi? Wanaisraeli walifuatana na visible presence of God. Wanaisraeli walifuatana na uwepo wa Mungu waliokuwa wanaona kwa macho. Walikuwa wanaona wingu, uwepo wa Mungu uko pale. Walikuwa wanaona mwenge, uwepo wa Mungu uko wapi? Uko pale. Leo hii tunaangalia nini? Lile wingu tunaambia kwamba kuna wakati tulikuwa nasimama, hakuna kwenda. Bwana asifiwe. Amen. Naposimama hakuna fanya nini? Kwenda, maana Mungu anataka wapumzike. Kama ungeenda utaka kwa hiyo wingu, ulikuwa unaangamizwa na joto. Na wakati wingu linaenda ukibaki, kuna consequences ambazo huwezi nakupata katika ile safari. The same day at night, mwenge ukienda wanaofuata. Ukiachwa unaachwa gizani. The presence of the cloud and fire signified the presence of God in amidst their group or their journey. Kwa tunaambia kwamba hili wingu lionyesha kwamba uwepo wa Mungu na uongozi wake katika kila hatua ambayo alichukua, na ikiwa ni ya kwamba umewafunika na joto ya jangwani. Imaanisha kwa jangwani ilikuwa na joto, ilikuwa na joto. Zamani zile, kila mtu akona zamani zake. Hebu niseme zamani zangu, early 80s. Kuna wakati tulikuwa tunaenda shuleni bila viatu. Niliambia watoto wangu hivyo siku nyingine wakanicheka. Unajua?
Watu wanaanza kucheka, na ndio ulienda bila viatu Na nyamaza anauliza kwa nini? Kwa siku ana viatu. Na nyamaza. Kwa kuwa viatu zinatengenezwa siku hiyo. Zilikuwa zinatengenezwa kwa sababu mimi sikuwa na viatu, sikuweza kununua. Na nyamaza. Kwani hamkuwa na pesa? Sikuwa na pesa. Kwani wakati huo hakukuwa na pesa? Ile maswali ya watoto ni mengi, si ni kweli? Kwa nyakati hizo mzee tuko naweza testify, tulikuwa tunatembea miguu si ni moto. Kwa hivyo ilibidi wakati mwingine utembelee kando kando ya ua, maana kuko na kivuli, maana hapo mchanga si moto kasa sana. Lakini ukitembelea katikati mwa barabara ni kama moto hii ya just 21, 24, 25 degrees inachoma na moto ya 40. Kumaanisha kwa pale jangwani hawangetembea, lakini Mungu alikuwa kivuli kwao. Bwana asifiwe. Alikuwa kivuli kwao. Usiku giza, kulikuwa na mawe, kulikuwa na nyoka, kulikuwa na adui, kulikuwa na mambo mengi katika jangwa. Mungu aliweza wafunikia na aliweza kuona hakika wametembea katika nuru ambayo ilikuwa ya maajabu. Unaposoma kitabu ambayo mwandishi mmoja ameandika inaitwa Prophet and the Patriarchs, nasema ya kwamba the Lord directed their journey by pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. If they attempted to move forward, then the cloud rested. They would not succeed. If they remained when it lifted, they would suffer loss. Just as Israel depended on cloud, we must depend on God. Sometimes he says move forward, at times wait. Naambiwa kwamba hii kitabu inasema kwamba Bwana aliongoza katika safari yao usiku kama mwenge wa moto, mchana kama wingu, pila ya wingu. Na anasema kwamba ilitembea kila wakati na wao. Hakuna wakati ambapo walisimama. Ikisimama wanasimama, ikienda wanaenda. Yule mtu yeyote aliyeachwa nyuma alipata hasara. Yule mtu alienda mbele alipata hasara. Vile vile Waisraeli waliweza kutegemea lile wingu. Vile vile Waisraeli waliweza kutegemea ile mwanga wa moto. Tunaambia kwamba hivyo ndivyo Mungu hata siku ya leo anaongoza watu wake. Kuna wakati anatuambia endeni, kuna wakati anakuambia subiri. Hii ni sauti ya neno la Mungu anapolinena. Je, ni nani anayekuongoza katika hii safari? Tunapomwangalia Kristo, kiongozi wetu halisi, our true guide, tunaambia kwamba hakuna jambo ambaye yeye mwenyewe ameanzisha ambalo atakamilisha. Kwa hiyo tukumtazama yeye aliye mwanzilishi na mkamilishaji imani yetu, yeye akashinda. Tunapokaza macho yetu kwake tunaweza kushinda. Yesu alimwangalia Mungu, na tunaambia kwamba tumwangalie Kristo. Usiangalie mwanadamu na asha. Usiangalie kazi yako. Usiangalie elimu. Usiangalie shinda. Usiangalie matokeo yanayotokea hapa na pale. Bali macho yetu tumwangalie Kristo. Wakati mwingine tunaweza danganyika. Tuangalie hali zetu za maisha. Tuangalie hali ya shida ambayo tunapitia. Inaweza kuwa magonjwa. Inaweza kuwa umekosa karo. Inaweza kuwa ni shida katika familia. Unatumaini pale. Hau tunakaza macho yetu kwa wanadamu, kwa manabii. Unaangalia manabii, unaangalia waganga, unaangalia washairi, unaangalia wengine. Ati japo tutapata msaada. Inasema kwamba msaada huko tuko Kristo. Bwana asifiwe. When the day turns dark, where is your focus? Wakati ambapo kunapobadilika kunakuwa giza maishani. Giza inaweza kutokea kwa njia mbalimbali. Je, unamtazama nani? Nuru yako iko wapi? Wakati jua linapoangaza mchana kupita kiasi, je, wingu lako unamtegemea nani? Nasema ya kwamba tumwangalie Kristo. Ni kwa njia ya kumwangalia Kristo tu tunapata amani. Ni kwa njia ya kumwangalia Kristo tu tunapata furaha. Ni kwa njia ya kumwangalia Kristo tu tunapata uwepo wake katika maisha yetu.
ili tukue katika neema yake siku baada ya siku. Kwa njia ya kumwangalia Kristo tunapata amani. Kwa njia ya kumwangalia Kristo tunapata furaha. Kwa njia ya kumwangalia Kristo uwepo wake unakuwa ndani yetu na sisi ndani yake. Na tunaambia kwamba ndio tutakuwa kutoka utukufu mpaka utukufu mwingine. Wakati mwingine shida inaweza tokea. Yes. Unaweza tenda dhambi ndio. Na Mungu anakasirika. Lakini kimbilio lako ni wapi? Ni Mungu tu akona msaada. Nakumbuka wakati mmoja wana wa Israeli walipokuwa jangwani walimkosea Mungu. Walipomkosea Mungu, Mungu akatoa ulinzi tu. Sito hata kwa siku, kwa masaa. Akatoa ulinzi tu kidogo ili waelewe anafanya nini. Alipotoa ulinzi, nyoka wakali. Nyoka? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nyoka wakali wakatokea jangwani. Wakaanza kuuma watu, ukiumwa unakufa, ukiumwa unakufa. Wakimbia kumlilia Musa. Musa tunaangamia. Tufanye nini? Musa akaenda kwa Mungu, akamwambia wanaangamia. Akamwambia kwamba tengeneza nyoka ya shaba. Atakayeangalia hata kama ataumwa na nyoka ataishi. Musa akatengeneza nyoka ya shaba, akiweka pale. Kila mmoja alipoangalia ile nyoka ya shaba, tunaona kwamba alipona. Hakukufa. Sheria ilikuwa ya kwamba hata kama nyoka amekuuma huku chini, usimwangalie, hata usiende kumuua. Angalia nani? Nyoka nini? Shaba. Tutapata kuishi. Hivi leo nyoka ni nyingi ambazo zinauma wa Kristo. Je, unatazama wapi? Inasema kwamba katika kitabu cha Yohana 3, msomaji, Yohana 3, hebu nikupea fungu. John chapter 3, umefika pale? Yeah. Tusome verse 14. Yohana Mtakatifu 3 fungu la 14. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. 15. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Asante sana. Kama Musa alivyoinua nyoka pale jangwani, nyoka wa shaba, hivyo ndivyo Yesu atainuliwa. Na kila atakayemwangalia, hata kama ameumwa na nyoka, hata kama amekuwa na shida gani, akimwangalia atapata kuishi. Bwana asifiwe. Amen. Tunaambia kwamba hii ni safari. We need to endure. Trials are there. Temptation are there. Shida ziko. Shida ziko. Majaribu yako. Lakini unamtazama nani? Wakati mwingine, hebu niseme hivi. Unaweza mtazama Yesu na unafanikiwa. Si lazima mtazama Yesu wakati ambao unashinda. Hata wakati ambao umefanikiwa. Nakumbuka hadithi moja. Siku moja Yesu akamwambia wanafunzi wake, endeni na mashua tutapatana ule upande mwingine. Wakaenda. Walipoenda ikawa ni usiku. Yesu akatokea kwao, akakutana na Yesu. Yesu anatembea juu ya nini? Anatembea juu ya nini? Ya maji. Wakasema ile ni ghost. Ghost ni nini kwa Kiswahili? Ni ghost. Ghost ni nini kwa Kiswahili?
Pepo. Wakasema ile ni nini? Ni pepo. Yesu akamwambia hapana, msiogope. Ni mimi. Petro kuangalia kasikia sauti akasema kwani ile ni nani? Akamwambia kama ni wewe, fanya nini? Niite nifanye nini? Nije. Akamwambia ndio njoo. Kwa kweli Petro akatoka kwa nini? Na akatembea hatua si moja au bila wala nne. Mimi alitembea almost 100 meters. Almost 100 meters kwa sababu kama ilikuwa ni mita 2 na Peter alikuwa mvuvi. Si alikuwa fisherman. Kama ilikuwa mita 2 aanze kuzinki kwa mita 2. Si angeogelea arudi kwa mashua haraka? Si angeogelea arudi kwa mashua haraka? Maana huyu ni expert kwa kuogelea kwa sababu si mvuvi, kuna mvuvi ambaye hajui kuogelea. Hii kumaanisha alikuwa ameenda hatua mbali kidogo. Akaangalia kurudi kwa mashua na kufikia karibu na Yesu haitawezekana. Ilipofika mahali akajua hata mimi naweza tembea juu ya nini? Ya maji. Akimwangalia nani? Yesu. The minute alitoa macho yake kuangalia wengine aone ya kwamba hata anatembea juu ya nini? Akaanza kufanya nini? Kuziki. Alipoanza kuzama akajua hapa si kurudi kwa nini? Kwa mashua. Msalama ni kwa nani? Yesu. Yesu ni okoa. Yesu akanyosha mkono akamshika nini? Biblia inasema kwamba wakatembea wangapi? Wawili mpaka kwa mashua. Kwa mashua. Wakati mwingine unaweza kuja kanisani ufanikiwe. Yes. Upate elimu, upate biashara, upate familia, upate kazi, upate nini? Alafu uanze maringo. Kuja kanisani umechelewa. Sasa na zandaka utoi. Na mengine ambayo sitaki kusema mengi. Si mnajua mengine yote. Unaanza kusiki pole pole. Pole pole. Msala ni nani? Yesu. Si ati kwamba kila wakati kuna shida ndio wakati wa kukimbia kwa Yesu. Petro alipofaulu kutembea juu ya maji. Hata wewe leo hii Bwana asifiwe. Ukiambiwa uende kutembea juu ya maji utafurahia sana. Ungependa wengine wakuone kutembea juu ya nini? Ya maji. Na utatoa macho yako kwa yule anayekusaidia. Saidia. Unapofanikiwa katika maisha. Unapofaulu katika maisha. Unapoinuka katika maisha. Usitoe macho yako kwa nani? Kwa Yesu. Maana ndiye mpaji, ndiye mwenye vyote. Tunaona ya kwamba when we take our eyes off Jesus, we stumble. Tunapotoa macho yetu kwa Yesu, tunaangamia. Kama Petro alivyoanza kuzama, tunaona ya kwamba ndio akamuita Yesu akamuokoa. Sijui leo hii unazama wapi? Sijui leo unazama wapi? Je, umetoa macho yako kwa Yesu? Unajua ilianza kusema ya kwamba kutoa macho kwa Yesu si macho ya kuangalia. Hii macho unaona hapa ni macho ya akili, ambayo inafanya akili yako itegemee kitu fulani. Where are your eyes? Tuuliza mwenzako, macho yako umekaza wapi? Wanaisraeli walikaza macho yao kwa wingu. Wanaisraeli walikaza macho yao kwa mwenge wa moto usiku. Ili dhihirisha uwepo wa Mungu, ili mahali ambapo kuko na giza kuweza kuwa na nuru ya Mungu inayozunguka pande zote. Hivyo basi tunapokaza macho yetu kwa Yesu, nuru yake inatuzunguka na tuongoza na tunatembea bila kuwa na vikwazo ama kukwazwa na safari yetu katika njia. Tunaposoma kitabu cha Desire of Ages, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, inasema hivi, nisoma Kiingereza na tafsiri. When everything looks dark and the future is full of perplexity, remember the words of Christ, "Lo, I am with you always." Kiswahili inasema ya kwamba wakati mambo yote ama mambo yote yanaonekana ni giza na
Future ni nini? Na maisha ya usoni yanaonekana giza. Kumbuka maneno ya Kristo. Nasema nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Yes. Inawezekana kwamba ugonjwa unaweza kukupata, familia inaweza kukupata, unaweza kukosa fedha. Mambo mengine yanatokea hapa na pale. Nasema kwamba Yesu anasema, I will be with you up the end of the age. And by the way, Bwana asifiwe. Amen. Jesus walks with us. Yesu tutagana na sisi. Lakini niwaambia ndini tena, nikawaambia sikumonyesha hakuna haraka. Niwaambia ndini tena, nikawaambia siku moja kulikuwa na mtu alikuwa anatembea katika ufuo wa bahari. Alikuwa anatembea ufuoni wa bahari. Na alipokuwa anatembea kuna mchanga, anaona petu peas. Anaona miguu ya watu wangapi? Wanatembea katika ufuo wa bahari. Hiyo jamaa aliota ndoto tu, lakini hivyo ndivyo aliona. Na katika wakati ambapo alipokuwa anatembea, anaona tu peas, kuna wakati anaona pea moja. Anaendelea kutembea tu. Ikafika mwisho wa safari, akaangalia miguu yake, akaangalia 2 1. Akaangalia kaona wakati inakuwa na moja na wakati shida iko nyingi sana. Wakati hakuna shida, ni kuna furaha na nini? Mungu ni ngapi? Acha niende niulize Mungu, mbona hii maneno iko hapa? Yesu akamwambia, my son and my daughter, ni mimi wanatembea na wewe. Though invisible, but I'm with you. Mnaweza kuwa mnaenda kamili kwa macho, lakini kwa pamoja na nini? Kamuuliza, mbona basi miguu ni moja? Akamwambia, my daughter and my son. Wakati ambapo unaona miguu ni moja, wakati wa shida mimi nachukua na kubeba begani, naenda na wewe. Kama ni ugonjwa au shida zingine zikiisha, tunatembea pamoja. Akamwambia, kumbe Yesu ananibeba. Ndio tunaambia kwamba when everything looks dark, Jesus is always with you. Acha kuacha. Angalia Yesu alipokuwa kaburini, Mungu alimwacha. Alikuwa pamoja na yeye. Usikufe moyo. Ukiwa kijana, ukiwa mzee, maisha can turn you up and down, but still there's Jesus. Tunaweza atanyesha hapa nje, tunaweza kanyanga matope, nini. Si hata kama Yesu yuko hapa. Ako wapi? Ako hapa, Yesu ndasi. Even safari, wakati ambapo tunateseka, wakati ambapo tumechanganyikiwa, still the fire of Jesus is burning. Wakati ambapo tunateseka, wakati ambapo tumechanganyikiwa, hakuna wakati ambapo nuru ya Yesu inazimika. Kila wakati inang'aa ikituongoza. Unless wewe mwenyewe uende mbali na nuru. Unajua? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna nuru hapa? Kuna taa inawekwa hapa. Si taa inawekwa hapa? Si ni kweli? Nani namulikia sana? Yule akaribu ni yule ako mbali. Taa ikiwa hapa. Taa ikiwa wapi? Hapa. Nani anananga waziwazi? Ni yule ako karibu ama ni yule ako mbali? Yule ako wapi? Karibu. Taa ikiwa hapa, yule mtu ako upande anaangi vizuri. Kwa sababu taa iko wapi? Mbali. Lakini akiwa karibu anaona waziwazi. Na tunasema kwamba the light of day is still burning. Mwenge wa Yesu unaendelea kuwaka. Unless umeenda mbali. Lakini mwenge wa Yesu hakuna wakati ambapo unazimika. Ni mwito katika imani. It's a call to faith and obedience. Tukae miguuni pa Yesu. Mahali ambapo kuna mwenge. Mahali ambapo kuna wingu. Mahali ambapo tunawakati ambazo tunamwangalia, tunamuona jinsi alivyo. Na tuseme kwamba hawa ni watoto wangu ambao nawaandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kitabu hiki ambao Testimonies Volume 6 inasema
When you follow the leadings of God, even through the most trying experiences, He will bring us to the promised rest. Anasema ya kwamba tunapofuata uongozi wa Mungu, hata katika wakati ambapo majaribu ni mengi zaidi, ameenda ya kwamba atatufikisha katika raha yake ya milele. Je, are we ready to follow Christ? Are we ready to follow Jesus? He's calling us. Malizia kwa niseme hivi. Kumwangalia Kristo aliye mwanzilishi na mkamilishaji imani yetu. Kwa furaha yako mbele yake alidharau Ayubu. Saa hii ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Huyu Mungu ndiye mwanzo, ndiye mwisho. Yes, Alpha and Omega katika maisha yetu. Kuzaliwa kwetu anajua na mwisho wa maisha yetu anajua. Alistahimili yote aliyoyapitia. Nasi anatuambia kwamba tumtazame, maana yeye ndiye msaada wetu, yeye ndiye tumaini letu, na yeye ndiye mwokozi wetu na mkombozi wetu. Tuweze kuwa ni imani na yeye, maana ni kwake tu tunapata uzima wa milele. Na Mungu atubariki. Kama Israeli walipoongozwa na wingu, kama Israeli walipotegemea wingu, hivyo ndivyo wale ambao wanamfuata Mungu watakavyokuwa. Leo hii. Je, ungependa kumfuata Kristo akiwa wingu kwako? Ungependa kutegemea Kristo akiwa mwanga katika maisha yako, ili akuongoze kwa Roho wake? Japo kwa changamoto nyingi maishani, lakini Yesu anakuambia kwamba usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Je, uchaguzi wako tuweza kumfuata Kristo? Kama uchaguzi wako, ningeomba uweze kusimama ndipo tuweze kuomba.